Mimi ni fashion my brother. Hebu niangalie ninavyovaa, kila kitu kutoka kwangu. Mimi ni fashion. Au labda tu kwa sababu ninaona mimi nipo katika upande wa management, ukadhani labda mimi sina utaalamu wa haya mambo. Haya mambo mimi nayajua. Na hata yule Tresha mwenyewe mara nyingi anafuata ushauri kutoka kwangu. Sema vile tu ni kwa sababu ni selfish, hataki kutoa credit kutoka kwangu. Lakini huo ndio ukweli. Regan, njoo kwanza hapa. Hivi na maana Regan, nyinyi huwa muambii client kwamba licha ya mimi kuwa katika management, lakini creativity zangu zinatumika sana kuifanya hii kampuni iende vizuri, na ninapotoa idea zangu na mara nyingi zinakuwa sio za kujirudia. Uambii? Mbona bosi tunakunadi sana kila client tunamueleza? Ndio nashangaa sasa eti wanaona bila Tresha eti mambo hayawezi kwenda. Kweli? Lakini bosi labda kama tu Tresha angekuja labda kama kutusaidia. Wewe kaendelee kwanza. Kaendelee kwanza na mengine mimi nimaliza nao. Yuan, you see what's going on? Listen, the only reason sisi tumekupa hii kazi kutokana na ability ya Rose na Tresha. If you cannot find Tresha, you have to find a mtaalamu ambaye anaweza kufanya hii kazi kwa level yake. Na hapa jijini sidhani kama mtu anaweza kafanya kama yeye. Because the way things are going, mimi nakwambia ukweli. Itabidi nimwambie boss nini ninachoendelea hapa. Hii kazi inaonekana inaenda kufail. You have to do something. Otherwise, we are not getting what we want. Sipati picha hapa nini tutapata hapa end of the day. I am disappointed. I'm telling you, his setup kila kitu, it's not according to what we were hoping you would deliver. Arnold, please. You have to get involved with Tresha. Otherwise, I'm sorry. Bye. Mnawe nini tena? Si tushamaliza, mimi nenda kafunge vifaa huko bwana. Nenda bwana kafunge vifaa. Hamna kitu tena kinachoendelea hapa. My beautiful. You are the mother of my house, the air that gives me life. You're my heart, my beloved wife. Thank you, hubby. Karibu nyumbani. Asante. Pole na kazi. Nashukuru mke wangu. Umeshindaje wewe? Salama tu. Wow. Vipi? Adili amerudi? Sina hakika sana, maana niliingia ndani muda kidogo. Yeah. Vipi kuhusu Rose na tukio lake la shambulizi? Kikweli ni tukio ambalo limemgusa sana na kumwathiri pakubwa mno Mr. Vance. Lazima. Na mimi nahisi watakuwa ni washindani wake. Maana Rose, kasi yake ni kali sana. Yeah. Mambo ni mazito sana. Mazito sana. Sure. Na bosi wako umemwona? Yeah. Alikamatwa. Na ameachiwa kwa dhamana.
kinachonitia wasiwasi ni swala letu. Ikiwa yeye ndo bosi ambaye mimi nilikuwa namtarajia kuwa atatusaidia, na ndio ipo kwenye matatizo. Yaani, Cosmas, hapo tu tunaposhindwana mimi. Unapenda kuweka mayai yako yote kwenye kikapu kimoja. Sasa yakitokea matatizo kama hivi, ndio inakuwa imeshindikana. Fina, hivi ni kwa nini wakati mwingine unapenda tu kunilaumu kwa vitu vingine ambavyo sababu ziko nje ya uwezo wangu kabisa? Why? Hivi unajisikia Cosmas eti sababu ziko nje ya uwezo wako? Kwa wewe ni mwanaume wa namna gani? Ha? Unajua natamani ningekupa huu mwili wangu, japo kwa lisaa tu, ukae nao ujisikie mimi ninavyojisikia. Labda ndo utaongeza seriousness wa kunisaidia. Marcus, naomba tusifanye hiki kitu. Mimi naogopa kuua mwenzio, siwezi kabisa. Unanigizia mimi? Kwa unajifanya mwema sana. Hivi na ungekuwa mwema kama hivi unavyosema, ungethubutu kuchukua bastola na kumshuti Rose? Ungethubutu kuchukua bastola na kujaribu kunishuti mimi? Marcus, wewe mwenyewe unajua mimi sina roho ya hivyo. Ni kwamba kwa siku ile mambo yalinijia tofauti tu. Haya, kwani wewe unahisi kwamba tukimuua Rose sasa hivi tutapoteza ushahidi wote? Sio nahisi, ndio iko hivyo. Huo ndio uhalisia. Alafu swala sio kupoteza ushahidi tu. Leila, wewe utakuwa na nafasi kubwa sana ya kumcontrol Mr. Venus. Trust me, tutapiga hela nyingi sana kwa yule mzee. Sana. Marcus, unajua issue ya kupiga hela sio lazima Rose afe. Alafu sawa, kuhusu swala la kupoteza ushahidi wote, ina maana umemsahau yule awara wako ambaye alikuwa kabatini? Leila, yule sio mwanamke wangu, ni mwanamke tu ambaye nimemnunua barabarani. Alafu ushahidi wake wa maneno hauwezi kuaminika sehemu yoyote ile, na akiutoa sehemu yoyote ile tunamkana. But it's easy. Marcus, yaani wewe ndio umekuwa wa kununua maawara barabarani? Kwa nataka tuanze kuongea hiyo mada. Yaani mimi nakaa hapa naongea vitu vya msingi, tena kwa faida yako unaanza kurudisha hayo mambo nyuma. Kwa hiyo tuongelee hayo masuala ya wanawake. Imeniuma tu. Sikutegemea kabisa. Anyways, kwa hiyo nadhani kwamba hatuleta madhara yote? Hawezi kufanya chochote kile. Alafu wewe nishakuona. Wewe ngoja nikwambie kitu kimoja. Kifo cha Rose hakikwepeki. Nisikilize, kifo cha Rose hakikwepeki. Hakuna jinsi yote tunaweza tukakikwepa kifo cha Rose. Ni lazima afe. Usitegemee Rose akitoka hospitali wewe utakuwa salama hata siku moja. Na Mr. Venus mwenyewe utampoteza. Kifo cha Rose kitatupa sisi mambo makubwa haya mawili. Cha kwanza kabisa,
wewe utamcontrol Venus kwa 100%. Alafu cha pili, tunaua kesi, so nzima tunaizima, na hakutakuwepo na mtu mwingine yoyote wa kuanza kukuwindawinda wewe. Sijui kwa nini unielewi. Leila, nisikilize. Shuka hapa kwenye gari, kaingie kwenye gari yako, alafu uende nyumbani, sawa? Na make sure ndani ya masaa 2 umenipa information zote na wodi ambayo amelazwa Rose, sawa? 2 hours, sawa? Umenielewa? Sawa. Nenda. Asante. Habari za usiku. Salama. Karibu. Asante sana. Bebe, uko ulipoenda umefanikiwa? No bro, sijafanikiwa. Hivi ni kwa nini nyinyi watu mnaosomea sheria mnapata wakati mgumu sana kupata ajira? Lakini pia kuna jamaa aliniambia kwamba safari hiyo unahitaji watu wengi sana, na kwa qualification ulizonazo sikutarajia kama utafeli. Ni kweli ambacho unachokizungumza, lakini wao wenyewe ndio wanajua nani wanamtaka, nani hawamtaki. Lakini bro, kule ofisini kwenu siwezi kupata chance ya kazi. Nilishakwambia Adili, pale unahitaji mtu mwenye experience kubwa. Uzoefu wa kazi, tena wa hali ya juu. Ila mimi nilikuwa na wazo. Kwani Adil, ni lazima ufanye kazi uliosomea? So, unataka apige debe au? Hebu nisikilize kwanza Cosmas. Usipende kudakia mada usisojua mwisho wake. Okay, tunakusikiliza madam. Alafu acha kunichora. Jamani, sasa kosa langu mimi ni nini hapo? Anyway, mimi wazo langu liko nje kidogo ya box. Kuna kazi ambayo naifikiria hadi ukiifanya inaweza ikakubadilishia maisha kabisa. Kazi gani? Na vile vile unatakiwa ukipende hichi kitu ambacho utatakiwa ukifanye. Na kwa jinsi maisha yanavyoenda, ukiweza kujitwist vizuri, nadhani utafanikiwa. Najaribu kufikiria ni aina gani ya kazi ambayo umeifikiria. Mimi ninavyokuona na kuona Adil kama model mkubwa sana duniani. Shem, I'm serious Fina. model? I'm very serious. Yani niko serious 100%. Na kama ukiweza kuwa serious katika hii kazi, inaweza ikabadilisha kabisa maisha yako.
na mimi naamini wewe ulizaliwa kuwa modo, hujijui tu. Adele, unaonaje? Are you free for that? Brother, kwenye umodo, no. Sio choice yangu. Anyway, huo ulikuwa ni ushauri tu. Usipouchukua, sawa, endelea kuumiza Soli. Karibu chakula. Afande, nilitaka tu kufahamu kama kuna mtu yeyote ambaye ameleta taarifa hapo kituoni mpaka sasa. Aha, bado. Je, nyinyi hamjamkamata mtu yeyote mpaka sasa? Hey, afande, mbona mnaonyesha kama mko very slow? Namtaka huyo mtu kufikia sasa hivi awe ameshakamatwa. Na sitaki kwa kweli kusikia kwamba mmeshindwa hii kazi. Na kama mmeshindwa basi nataka basi mnipe taarifa mapema. Ili kazi hii niweze kuifanya hata mimi mwenyewe peke yangu. Huu ni upuuzi tu. Niambie, umeionaje interview? Honey, kwa interview ya Pacific Atom, sidhani kama jamaa wataweza kututema. Ila mimi nimefanya kwa wengi sana. Kwa nini honey? Yaani siku ni kwa moodless kinoma noma. Oh, pole sana. Ila mimi pale nitaweza kupata kazi cause wale jamaa huwa hana mambo kabisa ya kujuana. Wanataka watu vichwa sana yani. Yeah, ndio uzuri wao. Sema natoa ajira mara chache sana. Yeah, ndo tatizo lilipo. Ila walionekana kunikubali sana. Niliwapa madini ya hatari. Wewe tena nakukubali. Alafu nimekumbuka kitu bana hani. Leo Shamfina si ameniambia niingie kwenye modeling kama nimekosa kazi za sheria. Mbona umetukatia tamaa mapema hivyo jamani? Sasa wewe ulicheka au ulinuna? Yaani nilijikuta nacheka nuna tu maana hata sikuelewa. Sema hizi dharau wanazotuanzia. Suni tu kutapambazuka. Yeah, sure love. Kabisa. Hebu niambie. Ileisha baba tutaidraft lini? Unajua kuna vipengele nilikuwa navipitia. Ila mpaka kesho nitakuwa nimevimaliza. After hapo nitakupa mrejesho. Kesho tutaonana tutaweka mambo sawa. Asante sana my love, nakuamini sana. Usijali. Ila hadi mimi kuna kitu kinaniumiza sana. Nini tena hani? Yaani mama amekuwa ni mtu kukatisha tamaa sana. Alafu kamchuka kabisa baba. Huwezi kuamini hadi kila nikienda jela kumtembelea baba. Yaani lazima muulizie. Lakini mama ndo hana time kabisa na mume wake. Mzee anaumia mno yani. Pole sana sweetheart. Wewe endelea kumpa baba yako faraja. Tupambanie kwanza awe huru. Halafu baba yako jela tutamtoa tu. Kunyeshe mvua liwake jua. Na mbali ya kumtoa, hii kesi itatupitia CV moja kubwa sana. Trust me. Okay? Asante sana love. Mimi nakutakia usiku mwema honey. Asante na kwako pia. Bye bye honey. Hello. Unasemaje Zablon? Sasa huyo binti mnamuonaje? Basi nasema hivi, hebu mchunguzeni kwanza, mfanyeni uchunguzi kwanza. Mmeshafanya tayari. Okay, basi naomba umruhusu aje. Asante.
Venus. Mr. ni milionea. Najua utanibadilishia maisha yangu. Binti, nataka kufahamu kwamba wewe ni nani na nini hasa ambacho kimekuleta hapa usiku huu? Nimekuletea taarifa za muuaji wa mkeo. Endelea. Kama ulivyosikia mzee wangu, mimi ushahidi wote ninao. Na sikutaka sijui kwenda polisi, sijui wapi huko, mimi wale masnitch. Polisi unajua nao ni masnitch sana. Wangenidhulumu hela zangu Mzee, nimetafuta hii nyumba kudadariki. Yaani mpaka nilipata hii nyumba ndio nimeamini kweli mimi nimelinda the genius. I'm very lucky. I'm very lucky. Binti, unakielewa hicho unachokizungumza? Sio kuelewa tu mzee, nakitambua. Haya, niambie, nini hasa unachokijua? Nini? Malipo? Hamna kazi zisizokuwa na malipo. Aya. Mimi ndo fala namna hii. Yaani nimekuja kwa bilionea kuomba hela na kiganja. Nichukua kigunia changu huko nikajaza mahela. Alafu mzee, wale walinzi wako wale. Natoka nimejaa hapa. Nitakutana nao na gari yangu wale barabarani. Nitakachowafanya wale. Nagonga kwa nyuma. Chekele ambaye. Mimi nimefika pale na shika. Mambo gani? Hivi matajiri nyewe mnaishije? Namna hii. Binti, kama huna la kusema, basi naomba utoke nyumbani kwangu haraka sana. Maneno gani hayo unazungumza? Wewe mzee jishikilie. Alafu kwanza uweze kunifukuza hivyo mimi kama mwizi. Kwanza na kitu unachokuhitaji, unajua Basi kama una taarifa yoyote, basi naomba useme. Swala la pesa baadaye utapata hela yako. Okay, fine. Mwigizaji amempiga risasi fashion design. Una maana gani? Mchepuko wako Leila kaingia kwenye gari yake, akachukua bastola. Mkeo Rose